Na sheria ya pili ni kuwa na utayari kwa wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Sheria ya tatu ni kuwa na imani. Huwezi pigana pasipokuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia katika Efeso 6:14 mpaka 16. Inasema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa diria haki kifuani, na kufungwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona katika kifungu hichi kwamba tumetajiwa sheria tatu katika vita. Tumeambiwa sheria ya kwanza ni kusimama na kweli. Ya pili ni kuwa mtu wa utayari. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu ni kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapokuwa na imani katika vita, utakuwa na uhakika ya yale mambo unayoyapigania. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa unajua yule Mungu ninayemtegemea katika vita hivi kweli atanishindia. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokuwa na hiyo imani, vita vyako vinaenda kuisha. Hautaendelea kuteseka, kwa sababu shetani yeye anapotuapproach sisi huwa ameleta kama ule wa Shadrach, Meshach na Abednego. Walikuwa majasiri. Mfalme aliwaambia kwamba waiabudu ile sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wao waliweka kuwa hata Mungu wetu asipotuokoa na moto, bado hatutainamia ile sanamu. Na Mungu walipokuwa wameka ile imani kwamba hata Mungu asipookoa na ule moto, hawatamwabudu yule sanamu, Mungu naye akawatendea kulingana na imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Hapo waliweka sheria kwanza kuwa walikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ongezea na kusema kwamba ondoa uoga. Usiwe mtu wa uoga pia, kwa sababu Shadrach, Meshach na Abednego hawakuogopa ule moto. Bwana Yesu asifiwe. Waliangalia moto, wakaona moto unawaka.